Nesi wa vichaa. Naitwa Nesi Martha. Mimi ni nesi katika hospitali moja ya vichaa. Asubuhi hii nilikuwa natoka zamu na kurudi nyumbani baada ya mwenzangu anayenipokea kufika. Nilifika nyumbani na kujilaza kitandani, lakini nilikosa usingizi. Akili yangu ilikuwa ipo bize kumwaza Gideon, kaka kichaa aliyeletwa hospitalini kwetu siku 2 nyuma. Huyu kaka bana alikuwa ni mzuri sana. Naweza kusema ni wale wanaume vipenzi vya wadada wengi. Ndugu zake Gideon walisema Gideon kawehuka ghafla, lakini mimi kila nikimwangalia Gideon namuona kama sio kichaa, maana alikuwa yupo tofauti na vichaa wenzie waliokuwa kwenye ile wodi. Nilijisemea mwenyewe kuwa leo nikiingia kazini zamu ya usiku lazima niende kuzungumza naye, maana sio siri, nilikuwa tayari nishampenda kaka kichaa. Usiku ulifika na nilienda kazini. Mwenzangu alitoka na nikabaki mimi. Nilitaka kufanya lile swala ambalo nilikuwa nimelifikiria asubuhi. Nilimfuata Gideon na kumuuliza anaendeleaje. Gideon akaniambia kuwa anaendelea vizuri, ila akaniambia alikuwa kanipenda sana mimi tangu siku ya kwanza kuniona pale wodini. Alijikuta akavutiwa sana na mimi. Nilishtuka sana na kutoka mule wodini mbio mpaka kwenye ofisi yetu. Kufika kule nilikaa kwenye kiti na kuanza kumfikiria Gideon. Hivi ni kweli chizi ule kaka au anaigiza tu au ni mpelelezi? Nilikuwa nazidi kujiuliza maswali kuhusu Gideon nikiwa mwenyewe kule ofisini. Nilikaa kwa muda wa siku 2 nikiwa nafikiria maneno aliyoniambia Gideon, na nilikuwa naendelea kujiuliza kwamba Gideon ni kichaa kweli au anatuigizia tu. Siku ya 3 nilienda kazini zamu ya usiku, na siku hii ndio niliamua kwenda kuongea tena na Gideon. Baada ya muda nilisogea kuongea na Gideon, ila muda huo simu yangu nilikuwa nimeiweka sehemu ya kurekodia. Nilihitaji kurekodi maneno anayoyaongea. Nilisogea alipo, alikuwa kajilaza mwenyewe, na hisi alikuwa anatafuta usingizi ili aweze kulala, ila nilimwamsha ili tuweze kuongea. Gideon aliinuka na kukaa kitako. Nilimsalimia akajibu salamu yangu. Alafu nikamwambia nahitaji kumfahamu vizuri, maana nahisi yeye sio kichaa. Gideon akaniangalia kwa muda, basi nilikuwa najisikia aibu na kukwepesha macho yangu na yake. Alivyoona sina ujasiri wa kumwangalia, akasema, "Mimi sio kichaa." Nilishangaa sana na kumwangalia, alafu nikamuuliza, "Wewe sio kichaa?" "Ndiyo." Akajibu kwa kifupi. Nikamuuliza kwa nini yupo hapa kwenye wodi ya vichaa na kwa nini ndugu zake walisema yeye ana kichaa. Gideon akaniambia ndugu zake wamefanya vile ili kumdhulumu haki yake. Nikashangaa na kumuuliza, "Kukudhulumu haki yako?" Akasema ndiyo. Nikamwambia kivipi? Akasema wazazi wake wamefariki miezi 2 iliyopita. Walikufa kwa ajali ya gari. Sasa baada ya wazazi wake kufa, ndugu upande wa baba yake walikuwa wanataka kuuza mali za wazazi wake. Anasema wazazi wake walikuwa na uwezo wa pesa, walikuwa wamejiwekeza sana kwenye nyumba za kupangisha. Walikuwa na nyumba nyingi sana ambazo walikuwa wamepangisha na kupata kodi. Sasa baba yake mdogo na shangazi yake walikuwa wanataka kuuza nyumba za wazazi wake yeye. Yeye alikataa na kugoma kabisa. Walikuwa wanambembeleza ili aweze kukubali washirikiane kuuza nyumba, lakini yeye aligoma kabisa. Wakaona jambo lao litakuwa gumu yeye akiwepo, na hapo ndio wakaamua kumsingizia ana kichaa na kumleta kwenye hospitali ya watu wenye vichaa ili awe kwenye uangalizi maalum na wao huku uraiani waweze kuuza nyumba zile. Anasema Gideon alikuwa anafikiria atawaambia nini madaktari na manesi wa hapa hospitali ili waweze kumwamini kuwa hana kichaa, ila alikuwa anashindwa aseme nini, maana anaweza kaongea kitu baada ya kumwamini ndio wakamuona ni kichaa kabisa. Gideon akanambia anaomba nimsaidie aweze kutoka hapo kwenye wodi ya vichaa ili aende kupigania mali za wazazi wake, maana ndugu zake wanataka kuuza kila kitu na wamuache bila kitu chochote kile. Gideon akanipatia namba za simu na kuniambia hiyo ni namba huyo ni mjomba wake ambaye alikuwa anaishi nchini Marekani. Aliniomba nimpigie simu na kumwelezea kila kitu kilichomkuta Gideon. Mimi nikasema sawa na nikamwahidi nitamsaidia. Akasema sawa, asante sana. Nilitoka wodini na kurudi ofisini kwetu, na baada ya kufika tu kule nilimpigia video call mjomba wake Gideon. Mjomba alipokea chapu na mimi nikajitambulisha, na baada ya hapo nikamweleza kila kitu alichoniambia Gideon. Mjomba alishangaa sana na kusikitika mno. Alishukuru sana kwa kumpa taarifa na kusema atakuja Tanzania kushughulikia hilo swala. Nilipomaliza kuzungumza na mjomba wake Gideon, nilianza kuwaza kuhusu Gideon mwenyewe. Aliniambia ananipenda sana. Sasa nilikuwa najiuliza ni kweli alikuwa ananipenda ama aliniambia vile ili kuweza kupata msaada wangu tu. Niliwaza sana na nilikuwa naumia moyo nikifikiria na kujiambia mwenyewe kuwa huenda hakuwa ananipenda, ila alikuwa anataka asaidiwe tu. Niliamua kuachana na hayo mawazo kwa sababu niliona najiumiza mwenyewe kwa kufikiria mambo hayo. Asubuhi ya siku iliyofuata sikuondoka mapema. Nilimsubiri daktari mkuu wa hapa kazini kwetu
mpaka muda aliofika na nikaenda ofisini kwake kuzungumza naye. Nilimwelezea kila kitu kuhusu Gideon na nikamwekea ile rekodi aweze kuisikiliza. Dokta naye alishangaa sana. Zikapita siku 3. Siku 3 zilipita na siku ya 4 mjomba wake Gideon alifika na kuelekea hospitali ya Vichaa. Alienda kwa maelekezo yangu mimi mpaka akafika hospitali hapo. Na mimi ndo niliyempokea na kumpeleka ofisini kwa daktari mkuu. Mjomba alizungumza na dokta na kuthibitisha kuwa Gideon hana kichaa, ila wameamua kumfanyia hivi ili waweze kufanya dhuluma yao waliamua kuifanya. Gideon akatolewa rasmi kwenye wodi ya Vichaa na akakabidhiwa kwa mjomba wake. Gideon alinishukuru sana kwa msaada wangu na akaniomba namba zangu za simu. Mimi nilimpatia na Gideon akaondoka na mjomba wake. Siku kadhaa zikapita bila kupigiwa simu na Gideon. Nilijisikia huzuni sana, ila nilijipa moyo niendelee kuvumilia, nitapigiwa simu tu na Gideon. Mwezi wa kwanza ukapita, Gideon kimya. Mwezi wa pili ukapita, Gideon kimya. Mwezi wa 3 ukapita, Gideon kimya. Hapo nikakata tamaa na kuamini kuwa Gideon ndio basi tena, hatarudi tena kwangu. Siku moja nikiwa nipo kazini shift ya mchana, nilipigiwa simu na namba ngeni. Nilijifikiria kupokea namba nisiyojua, ila baadaye nikaamua kupokea na kuweka sikioni. Yule mtu upande wa pili alinisalimia na kuniambia kuwa yeye ni Gideon. Nilifurahi sana. Nilishindwa kuficha furaha yangu. Nilishindwa kuficha hisia zangu za kimapenzi kwa Gideon. Mpaka Gideon akahisi kuwa nesi kamzimikia sana yeye. Akanambia jioni ya siku ile tuweze kukutana mahali tulivu kwa ajili ya mazungumzo. Usiku wa saa 1 mimi na Gideon tulikutana hotelini na mazungumzo yakaanza. Gideon alinishukuru sana mimi kwa msaada wangu niliomfanyia. Na Gideon akanambia kuwa kipindi chote hicho alichokuwa ipo kimya, alikuwa anapigania mali za wazazi wake kutoka kwenye mikono ya baba yake mdogo na shangazi yake. Na mpaka sasa hivi tulivyokuwa tunaongea, Gideon akasema kuwa yeye ndio aliyeshinda kesi na mali za wazazi wake anazo yeye mwenyewe. Nilijikuta nafurahi sana na kumpa hongera sana Gideon kwa kushinda kesi. Gideon akasema asante sana na pia akanambia kuwa ananipenda sana. Mimi nilijikuta na babaika kujibu, ila Gideon alikuwa kashagundua kuwa mimi nampenda sana yeye. Na kabla sijampa jibu la kumkubali au kumkataa, akanambia kuwa anahitaji kunioa na kuniuliza au nipo kwenye mahusiano na mtu. Mimi nikasema hapana. Nilikataa kwa herufi kubwa, sina mahusiano na mtu yeyote yule. Basi baada ya hapo uhusiano likazaliwa la nesi wa Vichaa na kichaa wake. Baada ya miezi miwili tulifunga ndoa mimi na Gideon. Na baada ya kuoana Gideon akanitaka niache kazi kwenye hospitali ya Vichaa. Nilimsikiliza mume wangu, nikaacha kazi na akanifungulia biashara ambayo nilihitaji mimi. Na huu ndio unakuwa mwisho wa stori yangu mimi na kaka Kichaa. Bye.